Na mimi katika ibada hii ya ufunguzi nimemwomba Mungu, na nimemwona Mungu ananipa maneno kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 15 tuliyosomewa. Mimi naona tutafakari katika kitabu hicho, katika fungu hilo tulilolisoma, ili tumsikie Mungu anataka kuzungumza nini na sisi katika neno lake hili takatifu tulilolisoma. Na kwa sababu mistari hii ni mingi tuliyosomewa, karibuni 29. Najua limekuchwa. Wapo wajumbe hapa hawajui nalala wapi. Tunatakiwa kutoka mapema. Kwa basi niombe radhi kwamba sitarudia kulisoma somo hili. Lakini pia sitatafakari pamoja na ninyi mstari kwa mstari kwa yale yaliyomo katika fungu hilo la mistari 29 tuliyosomewa. Lakini naona kuna jambo la kujifunza leo hapa, na kuna mambo nitadonoa ambayo tumeyasoma tunayajua, lakini kuyaleta kwa karibu ili sote tuyatazame na kumsikia Mungu anazungumza nini na siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza katika somo hili nataka tutafakari wote kwa pamoja juu ya kanisa na mabadiliko. Kanisa na mabadiliko ndicho kitu ambacho katika fungu hilo naona tunapaswa kukitazama, kutafakari na kumsikia Mungu anataka kuzungumza nini na sisi. Bila shaka sote tunajua kwamba tunaishi katika ulimwengu unaobadilika. Ulimwengu tunaoishi hauko hivyo hivyo, unabadilika sana. Na kasi ya mabadiliko ya huu ulimwengu, hii sayari tunaoishi, kasi yake ni kubwa. Ulimwengu unabadilika kila siku. Kwa hiyo kama unaishi katika ulimwengu huu, huwezi ukaendelea kuishi na kukwepa mabadiliko. Huwezi. Hakuna shujaa anayeweza akasimama akajisifia kwamba yeye ni mbabe, ameamudu mabadiliko, ameyazuia. Haiwezekani. Hakuna shujaa. Mabadiliko ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ndugu zangu, kuna mabadiliko ambayo yanatokea kwa kuyapanga. Unakaa, wengine wamesomea, unajuza mambo hayo, wanapanga mabadiliko. Na unapanga jinsi mabadiliko yatakavyoyaleta. Mabadiliko haya kwa mtazamo wangu mimi naona ni mabadiliko mepesi, kwa sababu unapanga mchakato wa mabadiliko haya. Unaweza ukapanga kidogo kidogo. Kuna mwingine alitoa mfano wa kusogeza mimbali unayotaka itoke hapa iende kule. Unafanya mabadiliko kidogo kidogo ili watu wasishtuke wa kanisa kuu wanataka mimbali ikae hapa. Unasogeza kidogo kidogo. Hawaoni, lakini kila siku unasogea mwisho kwa kule. Na hakuna atakayelalamika kwa sababu umetumia muda, kuna mchakato wa mabadiliko ulifanya. Hatimaye mimbali imehama. Mabadiliko haya ni mepesi kwa sababu yanatokea, unayapanga wewe na unaweza ukayachagua aina mabadiliko unayotaka. Ni rahisi mabadiliko haya kuyatawala kwa sababu ni ya kwako. Unaweza ukaona sasa nimeshabadilisha mimbali, nimeshaisogeza, imefika katikati, alafu ukaamua ukaibadilisha.
nisifikishe mwisho, nirudishe nilipotoka. Unaweza, maana mabadiliko haya ni ya kwako, unayatawala. Lakini ndugu zangu, kuna mabadiliko ambayo yanakuja na kulazimisha mabadiliko. Mabadiliko yanakuja, yanajipanga yenyewe, yanakuja, hayapigi hodi, yanakuja, na yakija yanalazimisha mabadiliko yafanyike. Haya mabadiliko, ndugu zangu, sio mepesi. Mabadiliko haya ni magumu. Unaweza ukaamua kwamba mabadiliko haya mimi yasiniguse, sitikise, nitabakia kama nilivyo. Wajifanya kujawa kupambana nayo. Unaweza ukapambana nayo, lakini huwezi kuyaondoa, kwa sababu sio wewe ulioyaleta, yameshakuja. Utapambana nayo lakini uyaondoe, yapo, ni mabadiliko. Na ukiingia katika vita na mabadiliko, kuna mmoja atashindwa. Unapambana nayo, inawezekana ukashindwa wewe vibaya, maana unapambana na mabadiliko ambayo tayari yameshakuja, yapo. Mabadiliko haya sio mepesi, ni mabadiliko magumu sana. Anapozungumza habari za mabadiliko hapa, najua wazi kwamba sio mabadiliko yote yanataka kutupeleka kuzuri, lakini Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukijitahidi kuyazuia mabadiliko, unaweza, lakini itatokea migogoro, itatokea migawanyiko, itatokea manunguniko, itatokea mambo mengi. Na hapa pia sizungumzi kwamba migogoro yote ni mibaya. Migogoro wakati mwingine ni vizuri sana, inapotokea inaleta maendeleo, najua. Lakini mabadiliko yanakuja yenyewe na hayapigi hodi. Na tafakari kanisa na mabadiliko. Hapa swali la kujiuliza hapa, tufanye nini mabadiliko yanapokuja na kulazimisha mabadiliko? Yanakuja yenyewe na yanakuja yana nguvu, yanalazimisha mabadiliko. Tufanye nini nyakati kama hizo? Katika somo ambalo tumelisoma, tunaona kanisa la kwanza lilikumbwa na mabadiliko, na mabadiliko yaliyoisha yanatafuta mlango, yanataka kuingia. Mabadiliko hayo yalitokea kwenye kanisa la kwanza, lakini mabadiliko haya ukiangalia, aliyeyaleta mabadiliko ni Mungu mwenyewe. Mabadiliko yalifanywa na Mungu. Kuna hatari wakati mwingine unaweza ukapambana, unazuia mabadiliko, kumbe mapambano yako unapambana na Mungu mwenyewe. Mabadiliko yameanzishwa na Mungu mwenyewe. Anayeyataka mabadiliko hayo yatokee ni Mungu mwenyewe. Tuwe makini sana tunapopambana na mabadiliko, kwa sababu mara nyingi watu wanaogopa sana mabadiliko. Wanataka kupambana nayo mabadiliko yasitokee. Wanajisikia afya sana, salama sana kama watabakia jana na leo na hata milele. Wakati huu, wakati ulifika, Mungu anaacha kufanya kazi yake akitumia taifa, na Mungu anaanza mtindo mpya kabisa kufanya kazi yake, anaelekea kulitumia kanisa. Haya mabadiliko makubwa, sio mabadiliko madogo. Wayahudi hawakuweza kuelewa kwamba Mungu amebadilika sasa
sio Torati tena, sasa sio Wayahudi tena, sasa ni kanisa. Na kanisa ni Wayahudi wenye Torati na sheria ya Musa, na hawa wapagani ambao hawana Torati wameishi miaka yote, hakuna sheria hiyo. Sasa wameungana pamoja. Sasa Mungu anataka kutumia kanisa, anaachana kabisa na kufanya kazi taifa. Sio mchezo. Sio kidogo. Hili lilikuwa wapi kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi katika fungu hili nataka kuona pamoja na ninyi na kuonyesha, kwa sababu mimi nimeziangalia, nimeziona hizi hatua ambazo kanisa lilichukua kushughulikia tatizo ambalo ni mabadiliko yanayolazimisha mabadiliko. Kwanza kuna Antiokia, walianza kina Paulo na mwenzake wakaanza kupambana na mabadiliko. Kanisa likaamua sasa wafunge safari kwenda Yerusalemu. Kule Yerusalemu wapo watu ma-expert. Wako mitume wako Yerusalemu. Wakasema sasa hii hoja hii tuifungashe, tutume watu wasafiri nayo waende Yerusalemu na hoja hii. Maana hapa imeleta tu mabishano na mgawanyo mkubwa wa kanisa. Kazi ya kuhubiri injili haiwezekani tena. Watu hawaweza kukaa pamoja wakabubujika habari za Yesu kwa sababu wamegawana. Kuna wa mataifa, kuna Wayahudi na hoja. Lakini tutakapoanza hoja tunawafukuza. Na walifanya hivyo hivyo, tutaona kama tukavyoona hapa. Kwenye mapokezi kanisa, mitume na wazee walikuwepo kama siku ya leo. Lakini walipotaka sasa kukaa kama baraza la Yerusalemu, wakawatoa na kanisa. Wakabakia mitume, halafu wakabakia wazee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama mtapinga, lakini kwa mtazamo wangu mimi na ulazimisha kwamba wazee waliokuja, wajumbe wale waliokuja kutoka kwenye parishi zetu ndio wazee wenyewe. Sasa wachungaji si ndio mitume? Mnapinga hilo jamani? Kwa hiyo hapo tuna mitume na wazee. Hao ndio waliobakia kuzungumza habari ya mabadiliko yanayolazimisha, yanayotafuta mlango katika kanisa. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza nafasi na umuhimu wake wa wazee katika kanisa. Wazee ni wa muhimu sana. Ni sehemu muhimu sana katika uhai na maendeleo ya kanisa. Kanisa la kwanza halikuwa puuza wazee. Ilikuwa rahisi kusema bwana, sasa nyinyi wazee tokeni, kwa sababu ninyi hamkuwepo pamoja na Yesu. Sisi ndio tulitembea na Yesu, tukajifunza kwa Yesu, sisi ndio ma-expert. Hii hoja ni hoja ya kiimani, tunayoweza kuimudu ni sisi mitume, ninyi wazee tokeni. Hapana, iko hivyo.
Wazee walikuwa wajumbe walioheshimika, walio na mchango katika ajenda hiyo inayozungumzia mabadiliko yaliyotaka nafasi katika kanisa. Lakini wajumbe wengine ni mitume. Hatua ambazo baraza hili lilizichukua kushughulikia tatizo hili la mabadiliko. Kwanza, ukisoma mstari wa 5 unaona hata ndani ya baraza mle kulikuwa na wajumbe tofauti tofauti. Hawakuwa na umoja. Ili baraza wakati linaanza halikuwa na umoja. Na kwa kweli nadhani wajumbe hawa walipewa uhuru wa kuchangia mawazo yao hata kama walikuwa na utofauti. Mstari wa 5 unaonyesha wale watu wa Kristo kutoka damu ya kifarisayo waliookoka wale bado walitaka ile hoja iliyojitokeza Antiokia kule ijadiliwe hapa, kwa sababu hakuna kwenda mbinguni, hakuna kuokoka usipotahiriwa na kuishika Torati. Tofauti kwenye mabaraza ni za kawaida, na tofauti sio tatizo. Tutofautiane, lakini mwisho tumalize tukikubaliana kwamba Roho Mtakatifu alikuwa pamoja nasi. Tumekubaliana sisi na Roho Mtakatifu imempendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 6, walifikiri habari ya neno hiyo hoja, walifikiri, hawakuipuuza haraka, walikaa wakafikiri juu ya hoja hiyo. Halafu mstari wa 7 unasema baada ya hoja nyingi, maana yake mkutano ule ulikuwa tarehe 21 waliingia, 21 wakajadiliana, na 22 wanajadiliana jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawakuwa na haraka. Baada ya hoja nyingi. Sasa nimezungumza habari hiyo, lakini kitu ambacho kililinda majadiliano yao, kwanza walihitaji ufunuo wa Mungu. Petro alipata nafasi ya kuzungumza jinsi Mungu alivyomtokea wakati ule, mnajua wakati wa Kornelio alipokataa kula najisi, na Mungu alimwambia kilivyobarikiwa na Mungu kisikiite najisi. Akazungumza habari ya mataifa kwamba Mungu amewakubali. Huu ulikuwa ni ufunuo, yaani jinsi Mungu alivyomfunulia Petro. Ufunuo wa Mungu ulikuwa ni sehemu katika majadiliano, sehemu inayoheshimiwa sana. Maana wanazungumzia ajenda ya Mungu, wanataka kumsikia Mungu anasema nini, na Mungu alishazungumza tayari, na mmoja wao anaitwa Petro. Walimsikiliza kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maneno pale yanasema baraza lilinyamaza kimya. Nasikiliza. Na wanamsikiliza Petro, lakini sio Petro, wanamsikiliza Mungu. Ili hatimaye ufunuo wa Mungu wasaidie kwenye maamuzi. Halafu kitu kingine ambacho kilikuwa mstari wa 12, hiyo nimesema ni ufunuo, lakini kitu kingine ushuhuda wa matokeo ya kazi ya Mungu. Na ni hapo Paulo na wenzake walianza kuhadithia jinsi Mungu alivyofanya kwa mataifa na jinsi Roho Mtakatifu alivyowashukia wa mataifa. Walianza kueleza, wanasikiliza, wamenyamaza kimya. Kwanza ufunuo, lakini pia ushuhuda. Baraza lilinyamaza kimya. Baraza linalosikilizana, wanasikia Mungu anasema nini, amefanya nini. Lakini pia utakumbuka pale ni Yakobo alipata nafasi naye ya kuzungumza. Na hapo mimi ninapoona kwa Yakobo pale alipata neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu lilikuwa na sehemu ya kuwasaidia kufikia maamuzi.
aliwaeleza habari za Agano la Kale, jinsi linavyoelekeza jambo hilo, hiyo hoja. La 4 sijui kama mtalipenda, lakini nalo lilikuwepo. Nalo ni mstari ule wa 19. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mashaka kidogo kama mtalipenda, lakini nalo lilikuwepo kuwasaidia kuyafikia maamuzi. Mimi naliona hapo kulikuwa na nafasi ya Yakobo. Bwana asifiwe. Kulikuwa nafasi ya ufunuo wa Mungu, kulikuwa na nafasi ya ushuhuda wa kazi ya Mungu, kulikuwa na nafasi ya neno la Mungu walisoma, lakini kulikuwa na nafasi ya Yakobo. Na wanatheolojia bila shaka tunakubaliana hapa kwamba kuna kipindi kilikwenda baadaye Yakobo akawa kiongozi wa kanisa, au sio jamani? Au sio wenzangu na theolojia? Yakobo alifikia kuwa kiongozi wa kanisa. Yakobo huyu si ndio yule ndugu wa Bwana? Alikuwa kiongozi wa kanisa. Kwa hiyo kulikuwa na nafasi ya kiongozi. Nasema hivi kama mnaipenda. Tunataka kuzungumza baba na mimi ndio Yakobo sasa hivi. Kama mnakataa shauri yenu. Lakini kulikuwa na ufunuo wa Mungu, kulikuwa na ushuhuda, kulikuwa na neno la Mungu, lakini kulikuwa na nafasi ya Yakobo. Baraza lilikaa, limejadiliana kama kupingana wamepingana. Ushuhuda wa neno la Mungu umewekwa wazi. Ufunuo wa Mungu ukawekwa wazi. Baada ya hapo macho yanamwangalia nani? Yakobo. Yakobo lazima awepo katika kumaliza mambo, kufikia maamuzi ya mambo katika kanisa. Na kanisa la Anglikana liko vizuri sana, linaitambua nafasi ya Yakobo kabisa. Na mimi nadhani ndio maana kuna nyumba ya askofu hapa. Tuko wajumbe wa wengi sana, lakini hapa kuna nyumba tatu. Kuna nyumba ya makasisi wa hudumu, na kuna nyumba ya walei, na kuna nyumba ya askofu. Na hata kama dayosisi yetu ilikuwa na maaskofu wasaidizi wawili watatu, wangeingia kwenye nyumba ya wahudumu. Askofu anabakia peke yake. Yakobo ana nyumba yake, ili mambo yaende sawa na kanisa lifikie maamuzi. Yakobo anatakiwa kuwepo. Ule mstari nasemaje? Ule wa 19, sijui kama nimepata vizuri. Mstari wa 19 nasema, mstari wa 19, kwa sababu hiyo mimi naamua hivi. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo yote waliojadiliana mabishano nini neno nini, lakini alafu mwisho anasema kwa sababu hiyo mimi Yakobo naamua hivi. Alafu na baraza lote likawa linamsikiliza Yakobo, na maamuzi aliyotoa pale, kesi kaisha, mabadiliko yakatokea. Kwa hiyo nilikuwa makini kulisema hili kwa sababu sidhani kama mkono alipenda hili, lakini lipo. Nadhani ndio maana kanisa la Anglikana linasema maaskofu waombewe sana. Na mimi naona jinsi ambavyo tunaombea maaskofu wetu. Askofu mkuu, askofu wa dayosisi, kila ibada ya ushirika mtakatifu naomba. Na siku hizi kila jumuiya, ikifika jumuiya wanamwombea askofu. Namwombea Yakobo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, tumefikia mahali tunakwama, tunamwangalia Yakobo. Jamani, Yakobo akimaliza limeisha. Au sio kama mafungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi katika ulimwengu unaobadilika.
kama diocese hatuwezi kuishi tukiyakwepa mabadiliko. Mabadiliko ni sehemu ya maisha duniani. Kuna mabadiliko yanayotokea kwa kuyapanga, na kuna mabadiliko yanayokuja yanalazimisha nafasi. Wazee na mitume tumekutana hapa ili kupanga mchakato wa mabadiliko, yale mabadiliko ambayo tunayachagua sisi wenyewe. Tumekutana ili kuchagua aina ya mabadiliko tunayotaka katika dayosisi yetu. Tuna uwezo wa kuyatawala mabadiliko tunayojipangia wenyewe, lakini vile vile kuna mabadiliko, ndugu zangu, yapo yanayotulazimisha kubadilika. Yapo nayo yatakuwepo katika ajenda za mkutano wetu. Mpango mkakati wa dayosisi yetu ni nyenzo ya kushughulikia kwa mchakato kidogo kidogo mabadiliko tunayojipangia wenyewe, lakini na mabadiliko ambayo yanatulazimisha. Mpango mkakati upo kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika dayosisi yetu kuna maendeleo makubwa, na CCF peke yake haitoshi kwa mahitaji ya kanisa ya sasa. Tunalazimishwa kufanya mabadiliko, sio vijana. Sura ya kanisa la sasa ni tofauti na kanisa lililopita. Ili uweze kuwa salama katika kanisa la sasa, lazima uzungumzie na kutafakari baada ya mabadiliko. Sura ya wachungaji wa sasa sio sawa na wa zamani. Bwana asifiwe. Amen. Wachungaji wa zamani kina Mzee Mgomba, sura yao na wachungaji wa sasa ni tofauti. Amen. Ukiishi kama wakati wa kina Mzee Mgomba sasa, ndugu yangu, utakuwa mchungaji unayolifaa kanisa la sasa. Malezi ya vijana na watoto ya sasa hivi, huwezi ukachukua zile mbinu za zamani ukazitumia sasa. Watoto wa sasa hivi tofauti. Watoto wa sasa hivi hapo kama wa zamani. Watoto wa sasa hivi wadanganyi. Zamani tulikuwa tunawaambia usile mayai, nywele zako zitanyonyoka. Sasa hivi anakuambia baba, umepita na wakati. Sasa hivi mayai ndio yanasaidia mwizi. Watu wa sasa hivi wanajua mambo mengi tayari ya siri. Wanajua. Kwa hiyo wadanganyi kama zamani. Hata huduma ya afya ya sasa tofauti na iliyopita. Mahitaji ya waumini wetu ya sasa ni tofauti na mahitaji ya waumini wa zamani, tofauti kabisa. Kuna Mkristo mmoja alikuja, anamwambia baba askofu, hapa kanisa kuu naona kama kuna tatizo gani kama tukiimba pambio hata moja? Kuna tatizo gani? Maana sasa mambo yamebadilika. Watu wanajua ibada nyingi zilizopo, wanaangalia ibada kwenye television, wanasikia kwenye redio, wanajua na wametembea sasa hivi watu wanazijua ibada nyingi, wanalinganisha ya Kiroma, ya Kianglikana, ya Kiluteri, wanazijua nyingi na wamejenga aina ibada fulani wanayotaka. Hivi kapambio kamoja, baba askofu, kuna tatizo gani? Nikaangalia nikasema sasa hawa watu hawa, kaangalia kuna wazee, kuna Wakristo ambao ukianzisha pambio ni waumiza kabisa, hawataki pambio. Hata ukiweka tuko lazima pale hata watikisiki hapo hivi. Wapo nao wakwani. Nikaangalia nikasema watakaochukia pambio ikiimbwa kanisani, nikahesabu 1, 2, 3, nikaona wachache. Watakao furahi nikaangalia wengi, nikasema imbeni pambio moja
ya kusifu alafu na ya kuabudu, dakika muna kakaa vizuri katika dakika. Kanisa limebadilika. Amen. Huduma ya uchungaji wa wenzetu wa zamani ilikuwa ni huduma nyepesi sana. Naambia wanakwaya, kwa kweli na watenga amwimbi au siku hizi ukiwatenga utawasikia wanaenda kuimba kanisa lenyewe kule, wanatembea. Si ndio hivyo? Yaani tulikuwa sisi Waanglikana peke yake, ukikaa pale Berega ni Waanglikana tu. Ukiwafungia wataenda wapi? Lakini sasa hivi ni ushindani. Ukiwafungia wewe unafunguliwa wewe. Kwa hiyo huduma ya kuchungaji tofauti. Ndoa za sasa ndugu zangu hazifanani na ndoa za zamani. Ziko tofauti kabisa. Sijui. Lakini sana kaka wenzetu wa zamani kwa asili kweli. Wapole sana. Baba akisema amesema. Siku hizi tunazungumza wote. Tofauti. Ndoa sasa hivi talaka zimekuwa nyingi kwa sababu ya simu. Simu hizi zinaleta matatizo. Zamani simu hazikuwepo. Sasa hivi simu lazima zinaleta shida. Baba akienda kuoga bafuni, mama kwenye simu. Akirudi unarudisha. Mama kaenda kuoga kwenye simu. Na siku hizi kuna password inawekwa hapo. Sasa password ni tatizo kweli, nasumbua ndoa hii. Bwana Yesu asifiwe. Tusiogope mabadiliko. Tubadilike tukiwa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Nataka kumaliza kwa kusema kwamba baraza hili lilikuwa na vitu hivi ambavyo vinawasaidia: neno la Mungu, ushuhuda, ufunuo na nafasi ya kiongozi Yakobo, ambaye mwishoni akayamaliza, akayaweka mawazo yote vizuri. Halafu baraza likamaliza, wakaazimia kuandika barua, na ile barua ilileta faraja kubwa sana, ili wafariji wa Kristo. Kanisa likawa moja, kanisa likaendelea kutimiza wajibu wake wa kuhubiri Injili, kutimiza wajibu wake wa kumwabudu Mungu, kutimiza wajibu wake wa kuzana, kusaidiana, kuwasaidia, kuwaleta wengine kupata makuzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano huu ni mkutano wa watu wa Mungu. Mkutano huu unahusu hatua ya kupanga kazi ya Mungu. Mkutano huu unadai ufunuo wa Mungu. Hivyo tuombe ili Mungu atufunulie. Lakini mkutano huu tunapoendelea, tuendelee kufanya mkutano, tunajadili, lakini masikio yetu yanamsikiliza Mungu. Anasema nini katika hili? Mkutano huu unahitaji sisi kulitazama neno. Mkutano huu unahitaji Yakobo. Mkutano huu unatakiwa unapomalizika tuseme sisi na Roho Mtakatifu ikatupendeza kufanya hivi maamuzi ya sinodi. Tukifanya kwa njia hii na Roho Mtakatifu tukiwa pamoja naye, tutakayoyatoa hapa na kuyapeleka katika maparishi yetu yatakuwa faraja kwa kanisa la Mungu. Yataleta maendeleo kwa kanisa la Mungu. Yataleta umoja kwa kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu tunakushukuru sana kwa neno lako ambalo tumetafakari sasa. Umezungumza nasi Bwana. Tunanyenyekea mbele zako na kuleta neno lako lituongoze. Utubariki na kubariki mkutano wetu kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupokee hiyo hotuba ya baba askofu, hotuba ambayo mimi kwangu naona imetuweka vizuri. Ndio kusudi la kukutana kwetu ni kumsikiliza Mungu na tutoke tukiwa tunayafuata mapenzi ya Mungu kwenye sinodi yetu. Wimbo wa 363 nyimbo standard mabeti mawili tunapopokea hiyo hotuba. Tusimame. 363 nyimbo standard, tupokee hotuba hii kwa mabeti mawili. Nipe